Swadakta kabisa kote uliko mpenzi msikilizaji, natumai hujambo na kwamba huna neno. Jioni ya leo karibu tuambizane. Alikuwa Rais Uhuru Kenyatta ameikosoa serikali ya Kenya Kwanza kwa miradi yake ya sasa, akisema miradi bora iliyokuwa ikiwasaidia wananchi ilifutiliwa mbali na miradi isiyofaa kuanzishwa. Uhuru alikuwa akizungumza kama kinara wa chama cha Jubilee kwenye mkutano wa wajumbe wa Jubilee jijini Nairobi hii leo Ijumaa. Amesema chama chake cha Jubilee ndani ya serikali ya Jubilee chini ya uongozi wake kiliboresha maisha wa Kenya na kitafanya juu chini ili kuhakikisha Wakenya wanapata huduma bora za uongozi bora. To pass this message. Unfortunately, it fell on deaf ears and was lost in the noise of insults, character assassinations, myths and stories of dynasties and hustlers and so on. Today, many of the gains we had in the past have been eroded. Linda Mama and others replaced by new, untried, untested schemes. And while we wait for these experiments to work, Kenyans suffer and our progress is retarded. Uhuru alisisitiza kuwa chama hicho kitashuhudia mabadiliko ya uongozi ili kuwahusisha vijana na bongo mpya ili kukiweka katika nafasi bora ya kushirikiana na vyama vyenye ajenda sawia na kupambana na wapinzani wake kuelekea uchaguzi mkuu wa 2027 pamoja na kutengeneza serikali mpya baada ya hapo. A social construct to reduce ethnic tensions and address both social and regional equalities. This noble effort, unfortunately, was used against us in the last campaigns, it being called an attempt to erode democracy. I wonder what they call theirs today. Equally, my friends, it is true to say that we also face challenges, key among them being our war against corruption in government. It is my hope today that as some of us give way, that those same young ones, with the same energy, conviction, and patriotism that we saw in the streets, you will be able to use them to transform the structures of our party, and ultimately, you yourselves enter the corridors of power and high office and take charge of your own destiny. You know what you want. It is not for me to tell you. You have the energy to get it, and time is on your side. Musibaki nyuma. In the next few weeks, we shall be rolling out our recruitment strategy across the country. This in conjunction with other activities aimed at kuhusu masuala ya Jubilee kuwa ndani ya Azimio, and for reasons that have just been given, has been largely silent for the last 3 years. When we last convened a national delegates conference prior to the 2002 general elections, the party resolved to become a member of the Azimio la Umoja coalition because I, as party leader then and now, was convinced that the coalition and its members shared a common vision for our country. In the years since then, however, the Azimio coalition membership has undergone changes. I don't need to elaborate. Nyinyi nyote mnaelewa. However, notwithstanding these changes, and as we speak today, the party, as per the decision of our organs, remains a member of what is left of this coalition, and any decision on whether to reinvest in it or leave it will be a decision for the party's new leadership to take when the time comes. Lakini sasa tuko pahali tulikuwa. Mimi sio mtu wa kupiga reverse na kona kila siku. But make no mistake when I say that. Like any other political party, we shall be preparing for the next general election and doing so in earnest, and it remains our firm intention to field the Jubilee kimekisiwa kwamba kitapendekeza aliyekuwa waziri Daktari Fred Matiang'i ilikuwa mgombea wake wa urais na kiongozi wa chama cha Jubilee, japo hilo halijadhibitishwa katika mkutano wa leo. Chama cha Ford Kenya cha spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula kimeahidi kushiriki kikamilifu uchaguzi ndogo unaotarajiwa kufanyika Novemba 27 sehemu tofauti humu nchini. Kundi la uongozi wa chama hicho chini ya uongozi wake aliyekuwa gavana wa Bungoma Wycliffe Wangamati, ambaye ni naibu wa kinara wa chama hicho, amesema kitakuwa na wagombea katika maeneo 6 kati ya 24 ambayo yanagombaniwa. We are here to present to the country our members of the County Assembly who are going to campaign in different wards in this Republic of Kenya. We are covering the entire country, right? Takriban watu 260 wanaoshukiwa kuwa matapeli wa mtandaoni wamekamatwa katika operesheni iliyotekelezwa katika mataifa 14 barani Afrika yakiwemo Kenya, Ghana na Angola. Operesheni hiyo iliyoratibiwa na shirika la ujasusi la Interpol na kufadhiliwa na Uingereza ililenga mitandao ya uhalifu inayotumia mitandao ya kijamii na majukwaa ya kidijitali
ili kuiba pesa kutoka kwa waathiriwa katika ulaghai wa mapenzi, ambapo waathiriwa wanalagaiwa kwa kutumia picha chafu. Interpol inakadiria kuwa waathiriwa walipoteza jumla ya takriban dola milioni 2.8 ambazo ni takriban shilingi milioni 372.4 milioni za Kenya. Wakati wa msako mkali ambao ulifanyika kati ya Julai na Agosti mwaka huu, polisi wa Interpol ilitambua anwani za IP, miundombinu ya kidijitali na wasifu wa mitandao ya kijamii unaohusishwa na wanachama wa mashirika ya ulaghai, shirika hilo likisema limejitolea kuvuruga na kusambaratisha vikundi vinavyowinda watu walio hatarini mtandaoni. Naam, ndio ukingo wa kipenga juma hili mpenzi msikilizaji, ila nikukumbushe tu kuwa kesho Jumamosi Septemba 27 mwaka 2025 ni siku ya utalii duniani, ambapo kila Mkenya anaruhusiwa kutembelea mbuga ya wanyama na maeneo ya kumbukumbu ya kitaifa ili kujionea mengi ya historia kwa wanyama wa mbugani bure bilashi, kama njia moja ya kujivunia lulu za taifa hili la bara Afrika. Je, utakwenda? Mie ni Dickens Luvanda, kwa heri. La bara Afrika. Je, utakwenda? Mie ni Dickens Luvanda, kwa heri. Kipenga cha Hope FM, tukikujuza tumeshuhudia.